Unajua nipende venye unapenda John mama. Kila kitu mimi ndo unatakanga ni sacrifice. Mama umeai nipende venye unapenda John. Nirogwa. Mama ni mama aliniroga mimi. Kwa maana unaenda kukaa. Sina hata nyumba. Niko na nyumba ya nyasi. I don't want peace. I want problems always. Kwa kwake na watu wakae ama mtu anafai kukaa. Ndio kuna kiherehere mbaya sana uji. Kiherehere nimekusaidia. Hata huwezi oleka. Hata nafaa majini endelee kulala na wewe hata una akili. Back to the sender. Na reverse kwa hapo. Lala na wewe nitakutafutia tu space muangalie. Hata tabu au. Mama hizo vitu. Dakika mbili mnaniambia nataka kuenda. Nani wapi? Kwako. Unasema mbona dogo akuja juu nyinyi sasa mmekuwa for much. Mimi hata sishtuki. Unashangaa uliza nini? Uko surprised. Your favorite Dora. Nilikuzama. Mimi nimeona tu lakini unaona ni tusi malaya. Kwani unauliza? Unaona mtoto kana wewe. Ndio dokiti. Mimi ni mshangazi. Mambo yenyewe yamekuwa ngumu. John. Yana nita malaya. John anafaa apologize kwa. Utashinda umerudia jina malaya leo. Ai. Sio nyamaza watu washasikia nini? Mbona nikaa hii side sasa? Dokoti wako tu around nimemuona. Mimi mambo yenyewe imekuwa ngumu. Mpaka unanianza mtoto mshanga akataka kuheshimu. Ngoja nichapa. Tit for tat is a fair game. Nafaa apologize kwa mamako John. Na venye nimeteseka na wewe John. Nimeteseka na nyinyi. Na wewe nilikuja uende shule unisaidie. Yeye kila kitu mimi ndo nilikuwa nafanya. Mimi nilikuwa nafanya kila kitu. Sema yeye. Si mimi. Bado wenzangu wananichekelea niko na nyumba ya nyasi John. Waambie wasikucheke. Nimesema hivyo. Nikidhani yani nimeuza kila kitu. Ili usome John. Unitoe kwetu at least uninulia hata mahali. Unijenge. Unatangaza. Lakini mwisho unatangaza. Unakuja kunichapa. Unanitusi malaya. Kama mamako John. Hapana vile amenikujia. Mara ndio akikuja utafurahia unajua. Yaani uko na hiyo guts ya kutusi mama malaya. After mimi mama kunifanyisha mjakazi nafanya kazi ili usomeshwe wewe John. Ili wewe usomeshwe. Zime ulinifanya mfanyikazi ufundi 01. Mimi nilikuwa nafanyia tu kazi John asome. Nimefanya miaka ngapi mama? Nimefanya miaka ngapi? Painful part umemsonga hujasonga nywele. Miaka ngapi? Sikujua mtoto wangu. Mama miaka ngapi? Sikujua. Bado ningekusomesha. Singesomeshana na huyu. Mama miaka ngapi uliteseka juu ya John? Miaka ngapi? Sasa mnalia. Nisamehe tu karibu. Ati mnalia? Sasa unalia nini hapa? Nisamehe mtoto wangu. Sikujua. Ningoja kuelezea. Sikujua. Na maneno. Hii nimeweza kuona Juni. Hapa nimeweza kuona moyo wangu kaweza kuhuzunika zaidi. Nilipokuwa nakuja hapa, kuna mambo nimeweza kuonyeshwa ambayo yameweza kunivunja moyo kabisa. Ni vibaya sana mtoto anapata anampiga mama yake. Anamtusi mpaka kuna matusi nimesikia anaambia mama yake eti atampiga matako. Kweli kabisa. Unaambia mama yako utampiga matako. Unajua Juni laana zingine hatulaaniwi na wazazi. Manake sijasikia sehemu tu nikiwa nakuja sijasikia, unajua ile sauti inanijia kwa masikio. Ile sauti inanikujia tu nikikuja naisikiza. Hakuna sehemu mama yake amemlaani. Hakuna. Lakini mwenyewe laana inamtafuta. Hii hata sio kalma, hii ni laana. Sijui ni utakusaidia aje kusema. Yaani hilo neno limeniudhi. Mama John. Acha niombe msamaha kwa niaba yake. Lakini haimaanishi eti nimemsamea. Manake nahisi vile ambavyo hata mimi mwanangu akiniambia hivyo naweza hisi uchungu zaidi. Matusi ni mengi Juni. Matusi ni mengi. Anamweleza mbona yeye akuzaa ati baba awe mmoja akaenda kule na kule. Anasema yeye ni malaya. Sasa hivi yeye anajua ataenda wapi kwingine. Mama John, pole sana kwa hilo.
na anajua umeelezewa mambo vile yalikuwa. Mwanako amekuwa mjeuri zaidi, na sio kwako peke yako, mpaka kwa mume wake. Sasa hizi tunavyozungumza, yule mwenzake ambaye walikuwa wamepanga njama ili kumpokonya hela mume wake, nimemtuma sehemu aende kufanya kazi fulani. Juni, unaelewa hiyo kazi? Nilimpa wakati aenda akaue mchawi kwa mikono yake. Mwanako amejihusisha na mambo ambayo ni machafu kweli kweli, na sasa hivi ana chochote na usarajia atakuwa na chochote. Hapa mzigo unaanza mwenyewe, lakini sababu naona ni mwanamke amekomaa, anahitaji baba yake ambaye unamwambia zaidi ya mara 10 baba yake hayupo, lakini bado anataka. Kazi ipo, na dada yake huyu ameng'ang'ana sana na yeye. Ndio amesonga nywele. Hata Juni kuna wakati mume wake alitaka kumpiga huyu dada yake, akamtetea zaidi. Ila haoni hilo, bado ana kiburi. Kiburi anadekezwanga, amezoea kudekeza. Kiburi ni kibaya. Ukizoea kudekeza, usichukulia wanaokudekeza kuwa wanyonge. Ni upendo ambao unaweza isha kwa wakati wowote. Una hata aibu wewe. Nataka yule mganga akisha malizika Juni, akisha tiwa chini, nami sasa natoa mambo kweli kweli. Manake huyu siwezi kumwacha Juni, lazima ataona moto. Unasaidika aje? Siwezi kumwacha. Moto gani? Unauliza moto gani? Nione kama nitapata mtoto hako anisaidia. Ilifanya nipate huyu sikukuwa na kesi yake ya kupata mtoto. Huko mwambie unataka mtoto. Iko kwa kesi yake. Ni mimi inafaa nisaidie kwa sababu najua mtoto anafanya. Ungemwambia shida yako uko na kiburi. Daktari alimwambia vizuri, kama ni mtoto nataka anaweza kusaidia. Umesoma lakini akili ni ndogo. Na nipate huyo mtoto. Na anarudi aje? Hata bwana alimwacha mama. Sikwambia chochote. Mambo ni mingi. Bwana alienda. Wacha nimweleze Mama Joan. Msichana wako hapa Joan, utamwona akiwa malaika kweli kweli. Ni mtoto wako, sikatai. Lakini unavyomuona hivi, hata yule mume wake atamani hata kuketi karibu na yeye. Hana haja na yeye. Nalikuwa nampenda huyo nani. Lakini alimpangia njama eti na mtu ambaye hata si wa familia, wamtoe hela kisha wagawane na yule msichana ambaye umesikia nikisema anaitwa Stacy. Yule msichana ana ushirikina, ana uchawi ndani yake. Hata kuna wakati alikuja kumsukumia jini likakuwa linashiriki ngono na yeye. Sijui kama una habari. Kuna wakati alikuwa amefikishwa mahali mpaka yeye mwenyewe akakuwa anaangalia, naona hakuna mbele wala nyuma. Tumesimama na yeye, lakini kiburi sasa kinamea. Ana santi hata kidogo. Wewe unaona mume wake hapa, muulize yuko wapi? Kwa nini tashinda nimetembea na bwanangu kila mahali? Kama huwezi tembea na yeye, hebu mpigie simu. Mama, hata before apigiwe simu, anaishi kwangu, atampigia wapi? Nisipompa credit atatoa wapi credit? Hilo ndilo naeleza. Sasa mpigie na simu yako. Najua msichana, maisha sio vile ambavyo unayaona. Utadhania ya kwamba wewe ndiye ambaye una mabawa leo, kesho yake ukaamuka umeota pembe, ile siku nyingine hauna chochote. Unahisi ya kwamba sasa hivi uko sawa. Kiburi unacho eti lazima daktari atanisaidia. Na nikisema sisaidii wewe, niende niregeshe mume wako mali yake, kisha mimi niachane na nyinyi. Hata nimekuja hapa kwa sababu ya Juni. Na nilipokuwa nakuja niliona mambo mabaya zaidi. Na nina hasira sana na wewe. Hasira zaidi. Mimi hakuna pale jina lako nimetaja by the way. Unavyokosea mama yako ni kama umenikosea mimi. Manake mimi pia ni mzazi. Mimi sio lika yako. Hata mimi sio lika ya bwana yako, waelewa? Kwa hivyo chunga zaidi unavyoniongelesha. Tusije ni kama tunajibishana, tuonekane sisi ni lika moja hapa. Tunaongea tujibishani. Kuwa na heshima, kuwa na heshima.
Mama yako huyu mzuri Joan, nini nimekuwapimia? Mimi si mtu mbaya. Yao wanani drag ni kwa venye saizi niko hivi. Drag mimi sitashinda nimechapwa. Hai. Ho. Na nipiga mmake makofi. Ndio alinichapa kwanza. Mpaka unanipiga. Kwa hivyo mama yako akupiga kofi una haki ya kurudisha. Na kuuliza swali, mama yako akupiga una haki ya kurudisha. Nilikuwa najitetea. Kwani ni adui unajitetea kwa kupiga mara nyingine unarudisha? Ni mwili yangu. Kwa hivyo una haki ya kurudisha. Ya kujitetea si kurudisha. Unajitetea kwa kumchapa? Si pia sikia hata mimi the same pain pia asikie. Kwani mimi nitasikia uchungu mpaka na matusi sivyo? Daktari. Ndio. Walaumu Joan, nililelewa hivyo. Sasa mambo ulezi na matter from the beginning. Juni, wacha nikwambie. Mimi ni mtu ambaye naona maisha ya mtu. Na kile kitu kinasukuma Joan ni kiburi. Mamake alimlea na maadili mema. Na alimweka kwa misingi ambayo alikuwa ameweka ndani, tunasema nyota yake yote. Ile imani yake yote ilikuwa kwake. Wakati huyu msichana aliondoka akienda na kuambia mama, alijua kile kitu kitakuwa sawa. Ile hasira mama anao si eti sababu ya hela zake. Ile hasira mama anao ni msichana aje waimfanyia chochote. Huyu mama ana nyumba, anaishi kwao. Kule kwao ndo amejengewa kwa nyumba kadogo kanyasi. Kama anadanganya ndo huyu hapa akueleze. Na hiyo nyumba iko Ujombani. Huyu kule sio kwao. Hata hajui kwa kina baba yake vile ambao wanapiga kelele hapa. Unataka nionyeshwe? Kule ni Ujombani. Haujui sababu zilizomfanya mama yako kutengana na baba yako. Wawili wote. Hiyo sababu ungalijua ungekuwa unapiga mdomo vile unapiga hapa. Ndio bado naishi kwetu. Mimi mama yako. Nilikusomesha ili unisaidie mtoto wangu. Nisho unanipiga ukiniita malaya. Na hata ana bahati. Saizi mama yako ambao unatusi akaiaga dunia. Ni either usurvive kule mjini ama uende nje ya nchi ufanye kazi. Manake hautakuwa na nyumbani pa kwenda. Daktari atafanya kazi, anajua hata kufua. Atajua. Anajulia wapi daktari? Kama kwangu masijui nafanya kila kitu. Kitanda Facebook. Baada urudi kwangu, tafuta penye naenda. Atakapokumbana na maisha magumu, atayafanya hayo. Kwa mwako naenda kukaa. Sina hata nyumba. Niko na nyumba ya nyasi. Hiyo tu nyumba tu bado. Ama ile ngombe ya brother yako uuze. Auze nini? Zarudi hata maziwa. Auze nini? Na kuna kitu yako auze nini? Kuna jambo nataka kueleza. Mimi nilinunua nikifulia watu auze uende majuu. Ningesomesha wewe Joan. Si ni yetu. Yeye ni nani? Siko ni yetu ama kuna shida. Ningesomesha Sharon. Hamrudishe shule. Kuna kitu nataka kueleza. Vile ambavyo unasema urudi kule majuu. Uelewe kitu moja. Ile stakabadhi za kusafiri ulizotumia zilikuwa kwa mume wako. Kwa hivyo ukitaka kuenda ina maana gani? Unaanza chini. Unataka auze hiyo ng'ombe, naanza sasa kuzitafuta. Wauze ng'ombe yako. Uko serious? Wewe uko na nini Joan by the way? Imeandikwa jina lako. Uko na nini nimeandikwa jina? Haya. Yaani mam, ukiuza hiyo ng'ombe na kata ties na wewe. Mimi na wewe hatuta siku nani? Si your favorite daughter. Mwenye nakuita hadi malaya. Huyu nauzia ng'ombe. Utamuzia. Sina hata kuku. Sina kitu yoyote. Usishike. Shika zake nyali. Si alikuwa na bwana. Bado niko kwetu Sharon. Ngapi unajua mtoto wangu? Ningejua singesomesha huyu. Si ningekusomesha mtoto wangu. Ni mtoto wako. Na hata namhurumia tu sababu mama yake yuko hapa. Bora ungekuwa unaumia sasa hivi. Na kuhurumia sababu ya mama yako huyu ambao unadharau. Kuna jambo nataka kueleza Juni. Na ni jambo ambalo ni la maana sana kwa watazamaji na pia kwako wewe. Huyu Joan unavyomeona hivi na kitu ambacho kinachangia zaidi asiweze kupata mtoto. Kuna kipindi Joan akiwa bado hajasafiri kama bado anaishi na mama yake kwao. Joan aliweza kupata ujauzito. Ndio, wanajua hawa. Daktari yosijui.
Ndio naeleza usikize. Maruka uji. Hiyo sijui na Ni sawa. Najua bado alikuwa mdogo. Wacha tuendelee Juni. Wakati alipokea ujauzito, waelewa mambo ya familia. Mama yake akaona itakuwa aibu, sio tu kwake, bali pia familia itampiga vita. Mbona mtoto wako amepata ujauzito akiwa kwetu? Na ingekuwa rahisi kwake. Ni vibaya kufanya ile kitu inaitwa abortion. Lakini ilimbidi na ikamlazimu mama yake afanye vile. Sababu pia angeangalia aone, wangemwambia huyu msichana akwende kule ambapo alipata ujauzito. Na hiyo maisha ingekuwa iharibika hivyo. Lakini sababu mama yake anampenda, aliweza kufanya abortion ili huyu msichana azidi kuendelea na masomo. Ndio maana kuna kiburi. Alafu baada ya hapo, zile mnaita kwa kizungu inaitwa afterbirth. Sijui kama unajua hiyo. Unaelewa afterbirth? Naelewa. Zile ambazo ile uchafu inatoka kwa tumbo baada ya mwana kutoka. Mama yake alienda kuizika sehemu kwa ndizi. Alipoiweka pale, mtu fulani akaweza kuona, nitakuja kueleza baadaye. Akaenda akazichukua, akafukua. Akaenda akafanyia dhabihu na tambiko yake. Ndio chanzo cha Joan kutopata mtoto. Hata ukiona ako vile ako hivi, ni depression inamsumbua. Ndio maana simuadhibu. Asilete depression kwangu. Mama, unajua chochote reason yake ya kubea pembe. Unajua na ujai niambia ulifanyanga kitu kama hiyo. Ilikuwa depression ndio asilete kwangu mama. Nimeteseka ya kutosha. Wala usipigie mama kelele. Nimeeleza vizuri kilichotokea. Ni uchungu sana kama hizi vitu zote walifanya behind my back. After hivyo vitu vyote mimi sijuangi dadangu aliyaifanywa kitu kama hiyo. Wale ako na pembe, amemea pembe. Hadi atusimama after kufanyia kitu kama hiyo. Wale wajomba wako wangeleta tabu zaidi. Na mngefukuzwa. Kama mama yako angefanya hivyo, mngefukuzwa wote. Sio mapenzi yake. Kwa sababu baada yeye kuweza kurogwa vile, ndipo shida ilianza. Zilirogwa, tumbo iliweza kufungwa. Nilirogwa? Ama ni mamaka aliniroga mimi? Mimi nipaka ni mimi mchawi. Njoo huyo shanga ameshinda kunichukianga. Sama ni aliniroga. Mamako. Mamangu. Mamangu. Ama ni aliniroga. Joan, tulia. Mamaka haja inipenda. Sijakupa tikiti ya kuongea vibaya. Ukiwa hivyo, elewa kitu moja. Uwe mtulivu, uwe msichana ambaye ni wa kunyenyekea. Nitakusaidia upate mtoto. Ule Patrick mimi anaweza zaa, kwani ni kitu kubwa kwangu. Mimi nimesaidia watu wangapi wakapata watoto. Hata yule Patrick ametosi mama yake ambaye mama yake ni sawa. Hiyo part sijafurahi. Patrick mimi kuongea na yeye ni dakika 2 na mnarudiana. Mume wako kuongea na yeye ni dakika 2 tu. Patrick. Na wanarudiana. Uko shule daktari? Kwani naongea upumbavu? Oi, yaki naweza furahia sana haki. Haki muongeleshe tu. Unafanya nini? Magoti ni ya nini? Kwani umeona Mungu? Nisaidie juu mimi saizi sister yangu anitaki, mamangu anitaki, at least nikirudia na bwanangu, maisha yangu inaweza kuwa sawa. Lakini dadako amekuwa akiishi na wewe. Si ati ya utukutaki, kichwa ndio uko nayo. Hapana, unajua nimepitia through a lot. Ani hata akili yangu ifanye vizuri. I'm too desperate. Hebu muombe daktari na kuomba. Muombe mama yako msamaha kwanza, sio mimi. Mimi hata ukinipigia magoti, mimi sina mambo mengi na wewe, mama yako kwanza. Na umwambie kile kitu umemfanyia, usiseme tu nisamee. Najua nimekupitisha mambo mengi. Najua ni mingi nimepita, ni mingi sana siwezi itaja. Nimeongea juu ya hasira, juu ya mambo mingi, naomba tu nisamee. Vibaya sana. Eti nitakupiga matako. Mama yako. Mom, nisamee tu, just find a place in your heart, just forgive me. Jota nini ifanyike mimi bado nimetoa. Nisamee juu unadia na party. Kama amefanya. No, nasema nisamee tu. Yaani nisamee tu. Najua nikirudia na Patrick, at least mamangu utameka life poa. Yeah. I'm sure nimelearn mingi. I've learned. Nitajua tu, nitajua. Si eti naongea na Yesu. Atakuwa amenifungua baada.
Mom please, nakuomba tu. Na ungenieleza hizi vitu zote mtoto wangu. Hata mwaka anajua kama ukuza, ungemwambia uzae. Sawa, lakini ungeniambia. Itamana saizi tu ni bora tu nisamee. Ni vile unajua vile nimekuja ukanipiga, hakuna vile ningekuelezea anything. Umepata uko na hasira, mnanivamia nyinyi wote. Sasa hakuna kitu ningefanya. Tuna kumchapa. Naomba tu anisamee juu unajua niko desperate saa hizi. Nitafanya aje? Naomba tu nisamee, at least mimi na bwana wangu tudii pamoja. Venye daktari amesema atanisaidia nipate mtoto. Tusonge mbele na maisha yangu. Na from hapo nitakufanyia kila kitu utataka. Uko sure? Yeah, niko sure. Bora tu anisamee. Lazima kusamee. Anisamee tu. Jua hata Mungu anasema utamchapa. Hapana, siwezi mchapa. Utatusi yeye. Sitamtusi. Omba msamaha vyema, wacha kuamurisha. Unasema naomba, si eti nataka unisamee. Okay, mami, naomba tu kwa kupenda kwako jifungue tu nisamehe. Najua ni ngumu lakini nisamee tu. Nipe muda mtoto wangu. Nipe tu muda. Mama, tukitisha muda bado utamsamea. Because she is your favorite. Mimi umeniona kae kweli. Mama umenipenda venye unapenda Joan. Usilie. Miaka ngapi mama kana teseka Joan? Nipe muda mtoto wangu. Miaka ngapi kama mimi hujai nipenda venye unapenda Joan? Mbona upendi? Mbona hujai nipenda venye unapenda Joan mama? Kila kitu mimi ndo unatakanga ni sacrifice. Mimi ndo sacrifice kila kitu because of your favorite daughter. Mimi mbona hujai niona? Ama babangu alikufanyanga nini yenye mimi huwezi niona kama mtoto wako? Sikujua mtoto wangu. Alikufanyanga nini yenye huwezi nipenda venye unapenda Joan? Sikujua Sharon. Nisamee mtoto wangu. Hata ungejua ungenipenda venye unapenda Joan. Nisamee. But then nimebeba uchungu kwa roho miaka nyingi. Hata kama nafanyanga Joan vitu nataka zote mama. Unaniitishanga sijai kukunyi. Mjui napitia nini Nairobi. But your favorite daughter hata kiitisha ni hata sijui vitu zangu za nyumbani zika kama umeuza kampea pesa. Mimi nimetesekea nini mama? Nimeteseka mara ngapi? Nimeteseka mara ngapi juu ya Joan? Juu ya favorite daughter. Sikujua. Ingekuwa wazazi wanaweza penda watoto equal. Mimi sikuchuki mama. I can't hate you because you're my mom. But vitu nimefanya nikapitia. Mtoto wangu nisamee, sikujua. Hapo upende watu wako uko. Sini wako wote. Sikujua. Johnny. Hiyo sababu nitakuja kuelezea hapo mbeleni. Sasa hivi sio wakati mwafaka wa kueleza hiyo. Nitakuja kueleza kile sababu ambacho kinafanya kuwa na uhusiano ambao ni dhaifu kati ya huyu na mama yake. Hiyo nitaeleza baadaye. Ndio. Kwa hivyo Joan, bado niko kwako. Unalipi la kusema? Manake nataka kwenda kushughulika sehemu. So mimi tunaweza sema daktari aje. Tupe mama Joan time juna matosi imekuwa mazito ajabu. Kama angenisamea. Tuna pia muda ni sawa, tutamuongelesha pia mamake. I think utachukua namba yake at least tutamuongelesha. Ndio the end of the day nambianga mtoto tu wako. Hata ukufe, ukue hai, uende wapi, bado wewe ni mama yake tu bado. Na bado kimbeba grudge kwa roho yako, hatafanikiwa kwa maisha. Na atafanikiwa, wewe utachekwa, utateseka tu bado unateseka. Unaona? Enda tukae chini, find it in your heart, forgive her, ongelesha yeye. Kama then we will love you strong because ndio watoto wako tu bado. Washilie baraka watoto wako. Machozi yako ni mbaya. Sawa. Enda tukae chini. Nitakupea time. Nitakupea. Ukifirudi uko tu free kuniita. Niite. Shaongea. John, na wewe ndio kae chini ujifikirie. Ujepewa assurance ya kudiana na Patrick. So usinde kumea kiburi ndio na Patrick. Na si rahisi vile nafikiria. Otherwise Patrick yuko Kenya. I think anaenda TZ. Ndio. Wewe jipe time. Ngaya kwa close na daktari, acha kiburi. Kama ni stress na kusumbua, I'm here. Niongeleshe. Sawa. Kama itawezekana na Patrick mrudiane, kama mtazao mzae, kama mtarudi majuu mrudi pamoja, but remember your mom. Enda uchange tu. And those vitu happen for a reason. Maybe Mungu ataka hizi happen hivi ndio kuwe na akili kwa kichwa kusaidia kweli. Sasa dada yako
Hata mwite huko mjua afanye kazi. Hata sitaki anisaidie masijui. Mimi niko sawa. Anakusaidia tu. Ndio ni hasira baadaye. Masijui matusi yenye dadangu amenitusi. Sitaki usaidizi wake amoke. Ndio utakuwa. Tutaendelea kufulia watu, mimi niko sawa. Go and think. She's your sister. Baki vile yako hivyo. I will. Asifulie watu bado. Vile kuna hasira, go and think. In case John rudi majuni, sikiza kabisa. Jichune masikio. In case umeke uende majuni, remember your family. Unataka kuzika tu. Sasa hivi mama Patrick zia kwa wapi? Hayuko. Nani ako hapa? Your family ndio hapa na wewe wanalia na wewe. They are crying because of you. Okay, make uende majuni, God willing. Be a good girl. Jinyime saidia. Mimi Patrick si mtu mbave namuona. Amea Patrick ndio kujengea mamangu nyumba. Hata hataka kusaidia in case mudane that. Toa mamako kwao. Sisi shamba ziko cheap kila mahali. Shamba unalipa mdogo mdogo. Pia mamako shamba nilie mamako ataka ni nyumba basi akae enjoy maisha. Saidia sister yako. Unajua kuna hasira sasa hivi ndio kaa naye chini. Go and sit. Nenda mkae kama familia. Kama mtapigana mfanye nini by the end of the day solve cases zenu. Sawa, niwe sasa hizi mkuachia kesi zote mkuachia kwa mikono yako si yao. Ugaano nisikie jana mnipigia simu niambie masi mango amenisamea. Sango amenisamea. Hata kama nikwambia daktari akusamee aongee na Patrick, I'll do that. So guys nipata your call. Niambie masi muunda maneno. Sasa nimekuachia hiyo mpira. Ndio ku receive tu call niambie masi mimi na mangu na sitangu tuko sawa. Kujeni. I will come. Sawa. Patrick dari yeye kumweza ni kitu just the pen kidogo tu sana. Ange na Patrick. Sasa ni wewe tu peke yako. Si mama yako si hizi zako. Wewe mwenyewe call us. Tuambie masevi na mamangu na sisi zako tuko sawa. Yes, nikuje nikamfahamu ni mbesi zako anambia masiti tuko sawa na sisi yangu mama anambia pia mimi niko sawa na mtoto wangu. Kesi imeisha. Nitajaribu sana lakini najua atanisamea. Si unajua go sit down with them ongeeni. Sawa. Sawa. Yeah. Mimi naenda daktari hapa kuna nyingine. Niko na la kumalizia. Unajua mama anashindwa nani huyu? Ndio mara ya kwanza unaniona. Mama mimi sio mchawi. Mimi sio mganga. Mimi ni daktari. Nami nasaidia watu wenye wanadhulumiwa. Watu wenye shida. Una shida ya kuzaa, una shida ya ajira. Kuna ajira unataka bosi wako kusikiza na kusaidia. Umeolewa una mtoto na kusaidia. Nina mafuta na maji. Mafuta na maji na kuna chumvi. Hiyo vitu vitatu pia mimi huwa navishughulikia. Vyote nikikupa unaona mabadiliko kweli kweli. Na nitatumia wewe kama mfano. Nitakupa utakuja hapa kusema. Mimi nasaidia mpaka wale watu wako nje ya nchi. Juni kuna yule alikuwa kule Saudi Arabia. Yule ambaye alikuwa anasumbuliwa na bosi wake sana. Haraka nikashughulika, kanipa picha ya bosi. Saa hizi alinipigia iti bosi anamsikiza kama mtoto wake. Sasa anakuwa na wasiwasi tena. Na aliniambia nimshughulikie iwe hivyo. Kwa hivyo mimi nashughulika kwa njia ambayo naangalia huyu anadhulumiwa, nasaidia yeye. Hatuchafui, tunatengeneza. Sasa kuna mwingine aliniambia eti nataka unisaidie kuua mtu sehemu. Nikasema hapana. Kama ni uhai wacha tuachie Mungu. Lakini vitu vingine na kushughulikia. Kuongezwa mshahara pia nashughulika. Kile tu siwezi fanya ni kuua na kufufua. Tukisha kufa mapenzi ya Mungu. Kukufa pia ni mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo kufika hapo sina la ziada. Juni vile nilikueleza, leo usiku nimetoka mbali zaidi. Kuna sehemu nilikuwa nimekwenda kule Kampala. Kampala Juni nimekuwa huko. Kwa zile shughuli nilikuambia nikitoka Kongo. Nimetembea usiku zaidi. Kwa hivyo nataka kukimbia sehemu tena. Nifike huko kwa ajili ya kazi. Nikipita kuna sehemu zingine pia. Mtu aliweza kuibiwa vitu kwa nyumba. Wananingoja. Na niko na shughuli kama 3. Kwa hivyo nataka kufika. Kama kuna shughuli nyingine utanipigia simu. Nami nitafika. Unajua simu yako huwa naitikia kwa haraka. Manake najua kuna jambo la dharura. Kwa hivyo hadi kwa sasa kuna hili lako liko wapi? Wacha niondoke. Nakuja washone suti. Wanaona vile nanitoa kijana mzuri. Mnaweza enda? Tusiweke hapa sasa mwende mwingine tutanipigia simu. Okay. Sawa. Tuongea. Ni sawa sijui. Msigombane sivyo? Mimi tawalazimu
kila mtu aende kwanza ajitulize sehemu. Sawa mama, tuongea. Kwa hivyo mshone suti za harusi za hiyo na ingine ya kila sehemu. Simama. Tunashonia mpaka walimu wakuu wenye harusi kila kitu. Shona suti kwa Masi June, ana suti nzuri zinakutoa mtu wa heshima. Wacha kukaa kama mtu hivi. Kivaa suti yenyewe inakuwekea jina na kuundia heshima. Kuna paka nguo ambazo sio suti tu kama hizi zipo. Hizi tu asweta muone but ziko. Unabariki. Na hujawaambia Juni paka viatu. Kila kitu. Mimi plug wa kila kitu. Viatu zipo. Koti lipo. Iking'ara hivi ni tunasema courtesy of Masi June. Inakuwa maridadi zaidi. Yeye hapana alikushonia kwa pesa zake. Kwa pesa zake, material yenyewe ni nzuri. Kuna sehemu anitumia pesa na mimi ndiko mshonea. Fana. Hata igaro na miba. Miba inavunjika tu. Manake material ni strong. Sio vitu hivi. Manake mimi ni mtu natembea vichakani, unaelewa. Na uwezi jua nimetoka vichakani. Kwa hivyo watu wang'are, watu watokee na heshima, wakae wangwana. Ndio. So guys, nauza nguo kama hizi. Sasa tutaongea. Ndio. Acha niuze hizi. Haya. Nauza nguo kama hizi, vile mnawezaona. Nguo iko maridadi, nguo iko flexible. Check kitu vile inakaa vizuri. Haruko na mimba, unaivaa by the way, unaona? Unaona stretch kabimba kanakaa vizuri hata kufinya. Siko na mimba una slay, usivae nguo mbaya. Mbona dera kama uko na mimba utakaa vibaya. Vaa nguo kama hizi ukwe sexy. Nawapenda sana. Subscribe, like and comment. Bye.